Mkutano wa waandishi wa habari wa Chalamila, lakini tukumbuke pamoja na Kamanda Muliro mbele ya waandishi wa habari sijafanikiwa kuiangalia. Sasa nataka nijaribu tuireact hapa ili tuone nini hasa kilichoendelea pale. Anayo maelekezo ndani ya hii miezi mitatu, siku 100 tutakwendaje, ikiwemo hiyo tarehe 9 kwamba tutakwendaje. Karibu afande Mdii. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Chalamila, lakini Mheshimiwa Balile, na wataja makusudi. Ni mtambue pia dada yetu Joyce Shebe, mwenyekiti mstaafu wa TAMWA, ambaye alifanya kazi nzuri sana kwenye kipindi chake. Ndugu yangu Kibanda, umenikumbusha mambo ya Mwembe Chai wakati ule, nakumbuka vizuri. Lakini waheshimiwa wakuu wa wilaya na wahariri na wengine wote ambao umehudhuria kwenye kikao hiki. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nia njema tu nimerudia, nijue kina nani tuko nao kwenye jamhuri hii na kina nani wapo hawapo. Awi, wengi wenu najua mmepita JKT. Awi. Niwashukuru sana wahariri kwa kuitisha kikao hiki muhimu. Naifahamu nguvu ya kuweza kufanya jambo liwe zuri au liwe baya. Mnao uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi, na mkifanya maamuzi mazuri jambo linakuwa zuri. Nadhani kilikuwa ni kikao muhimu sana cha ninyi kuweza kukutana na kuwa katika mtizamo ambao mwenyekiti wetu Balile ameanza nao. Mimi niongee mafupi sana kuhusu swala la usalama. Bahati nzuri hivi karibuni msemaji wetu wa Jeshi la Polisi alitoa taarifa yenye uchambuzi wa kina kuhusiana na jambo ambalo nadhani limetukutanisha. Hali ikoje? Nini kinafanywa na vyombo vyetu likiwemo jeshi letu la polisi, lakini likizingatia misingi mikubwa ya sheria ambayo imelifanya jeshi hili liwepo, na majukumu machache ambayo ni makubwa ya sisi ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha amani inakuwepo. Preservation of peace ndio kazi yetu kubwa ya msingi. Tunafanyaje? Kwa kufuata taratibu. Tunafanyaje? Kwa kufuata sheria. Tunafanyaje? Kwa kushirikiana na wananchi. Tuone kwamba tunahakikisha amani inakuwepo, lakini kwa kuhakikisha kwamba watu wanafuata sheria. Hayo ndio majukumu yetu. The devil does not want you to read this book, The Great Controversy. Why? Because it exposes. Lakini kuzuia watu wasifanye makosa, na ikiwa bahati mbaya wameyafanya, basi sisi tuzitumie sheria kuhakikisha kwamba mtiririko wa kisheria unafanyika kuhusiana na kile kitu ambacho kimetokea. Sisi Jeshi la Polisi tunatambua kwamba serikali hii ambayo sisi ni miongoni mwa watumishi wake ni serikali ya watu, na hiyo iko wazi kwa mujibu wa ibara ya 8 kwamba hii serikali ni ya watu. Kwa hiyo tunatambua pia sisi tunawatumikia watu, lakini sisi pia tunatambua kwamba ibara ya 18 ni ibara ya kikatiba ya uhuru wa maoni ya watu mbalimbali. Tunatambua hayo, lakini tunatambua pia kwamba ibara ya 26 inawakumbusha watu kwamba wanao wajibu wa kuzitii sheria za nchi ili maintain hii peace
na tranquility ambalo ni jukumu letu sisi, pia hivi vipengele hivyo vinakwenda sambamba. Tunatambua pia kwamba pamoja na uhuru wa maoni kuwepo chini ya ibara ya 18, lakini ibara ya 30 inatukumbusha pia mipaka kwa haki na uhuru kwa ajili ya kuhifadhi mambo ya msingi ya taifa letu. Kwa hiyo Jeshi la Polisi jukumu lake kubwa ni kuhakikisha kwamba watu wanaishi katika mazingira ambayo sio ya hofu, lakini mali zao na wao wenyewe wanalindwa. Hayo ndio majukumu yetu. Tunafanyaje? Kwa kushirikiana na ninyi. Sasa tumefuatilia sana mambo mbalimbali ambayo yamejitokeza katika mitizamo ambayo inaibuka katika mazingira labda ya vurugu yakijitokeza, nini kinafanyika, kwa nini labda taarifa nyingi zinakuwa za upande mlengo labda wa mashariki au wa magharibi. Kwanza nikubaliane na ndugu yangu Kibanda pamoja na dada Joyce kwamba ni muhimu sana sisi kulitekeleza lile ambalo mmetukumbusha. Protection kama special agents katika kutekeleza majukumu yenu, sisi tunalo jukumu pia la kuhakikisha ninyi mnakuwa salama ili mzipate taarifa nzuri, na tunaamini kama mngepata fursa ya kuwa na mazingira ya kuzipata taarifa hizi, labda tusingekuwa kwenye taharuki ya baadhi ya taarifa ambazo zinajitokeza zaidi kuliko zile ambazo ninyi mmeweza kuzipata. Nikiri kwamba hilo tutalitekeleza kwa sababu tumekuwa karibu na ninyi, mpate fursa ya kuzunguka mkiwa na mazingira ambayo yako salama na muweze kueleza hali halisi zaidi ya na wala hatutaki mtupendelee, kwa sababu ukifuatilia matukio, hata ninyi mnaona yapo matukio mabaya yaliyofanywa na watu wabaya, ijapokuwa fursa labda haikupatikana, na kama imepatikana basi imekuwa mmeshatanguliwa na watu wengine. Kwa hiyo hilo la dada Joyce pamoja na ndugu yangu Kibanda tutashirikiana kwa karibu, coordinate ili tuweze kulifanya kama ambavyo kwenye workshop mbalimbali tumekuwa tukikutana na kufanya. Mwisho, mimi ambacho naweza kuambia wahariri na wanahabari wakongwe na wale ambao ni vijana, hii nchi ni yetu. Hii nchi ni yetu. Tusishabikie hata kidogo tukaenda kwenye mlengo wa kufanya tuwe kwenye vurugu. Vurugu zina gharama. Vurugu zina gharama. Kuna mambo ya kujaribu, lakini kuna mambo hata kwa taaluma hupaswi kuyajaribu, kwa sababu chochote kikitokea, wewe na mimi, mazingira yetu yatakuwa tofauti. Kwa hiyo jitihada ni ushauri mzuri. Of course vurugu zina gharama, but kuna kitu kimoja ambacho unaona askari labda na serikali wanashindwa kuadmit kwamba kuna watu hawajali tena kuhusu usalama. Kuna watu they don't care about anything now, wameshajikatia tamaa. Kwa hiyo iwe vurugu sio vurugu kwao, it's okay. Ambazo Mheshimiwa Rais amekwisha toa mwelekeo tuziunge mkono, lakini Jeshi la Polisi majukumu yake yataendelea kutekelezwa kuona kwamba tunakuwa salama kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola. Na kusema kweli, kama msemaji wetu wa jeshi alivyotoa, jukumu letu ni kuhakikisha. So what do you think? Kikubwa ambacho kinachoendelea sasa hivi, mimi nakiunga mkono sana kwamba watu watoke, watu waongee, watu watoke, watu waongee. Hii itasaidia sana kuweka awareness kwa watu kuliko kuignore kila kitu, kukimbia kila kitu, kutafuta tu sehemu za kuwalaumu watu. Inabidi watawala wakubwa, vyombo mbalimbali kama hivi vikae na kujibu maswali ili tuweze kujua sasa what is going on, kwa sababu kama serikali au viongozi, mawaziri wanaweza kupata ushauri mdogo tu kupitia tu kwa mtu yoyote yule, si lazima mtu awe kwenye system au vipi. Kwa hiyo ni vizuri. Afande, tunakushukuru sana, na tushukuru pia
hili la ushirikiano tumelipokea. Najua na ratiba inavyokubana, lakini basi uniruhusu ni mkaribishe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, maana ameshatusikia sasa. Mwanzoni ingekuwa tumefanya ule mkutano wa kawaida kama vile yeye katuita ili atueleze, lakini angalau tukasema tuwe na wachokoza mada wawili watatu, angalau tuwe na pa kuanzia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, karibu sana. Karibu. My name is Angelo. I am the founder and co-owner. Lazima ulipie. Mkuu wa Mkoa anapigiwa saluti kwa sababu anamwakilisha rais hapo, kwa usishangae. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wahariri, kwanza kwa kuweza kutualika mimi na wenzangu ili tuweze kufika hapa na tuweze kuzungumza mambo machache ambayo ninyi kwa mwelekeo huu ambao nimeuona mmeyaeleza. Nitumie nafasi hii pia kushukuru sana kayangu Balile, lakini kushukuru sana pia dadangu Joyce, na nikushukuru sana pia kayangu Kibanda kwa maelezo ambayo mmekwisha yatoa. Tumshukuru sana pia kamanda wa jeshi la polisi Sakap Mlilo kwa maelezo pia ambayo naye amekwisha yatoa kuhusiana na mwelekeo wa hotuba fupi zilizotolewa na wahariri wetu. Ndugu zangu wahariri na vyombo vya habari kwa ujumla, kwa bahati nzuri au mbaya sijawahi kukutana na jopo hili la wahariri, na wakati nimepata mwaliko nilikuwa najiuliza mara mbili, sasa huko tena kuna nini? Unajua, ukigundua mwandishi wa habari yuko vizuri, anapokuita mahali popote ili mkutane mzungumze, huwa sio jambo la ndio la kwenda tu, kwa sababu unajua ana material, ana smart brain. Kwa hiyo ukiona kuna uoga unatokea kwa kiongozi kukutana na mwandishi wa habari, basi ujue hiyo ni tafsiri ya haraka kwamba mwandishi wa habari huyo ana smart brain. Kwa hicho ndicho pia kicho nikuta mimi na wenzangu kabla hatujaja hapa. Lakini pia leo mada ambayo nimeiona ni utekelezaji wa maagizo ya Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu pamoja na waziri wetu wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mtakumbuka kwamba sisi Waziri Mkuu ndio viongozi wa ngazi za mikoa na za wilaya, kwa sasa ofisi yetu imehamishwa kutoka ofisi ya Rais kwenda kuwa ni ofisi ya Waziri Mkuu. Maana yake ni kwamba Waziri Mkuu kwa sasa ndiye anayesimamia moja kwa moja. Of course Waziri Mkuu amekuja na hii idea nzuri sana ya ku make discussion, na yeye ndo amekuwa wa kwanza kuanza kuongea na waandishi wa habari na wadau mbalimbali kuhusu kila kitu ambacho kimetokea, which is good. Na ni vizuri unapoona sasa hivi kwa mikoa na wengine wanafuata nyayo kuliko kuignore na kuchukulia vitu simple wakati tupo kwenye serious mood. Serikali za mitaa. Na nieleze kwa ufupi sana kama ambavyo Mheshimiwa Rais mwenyewe ameeleza kwamba tarehe 29 ya mwezi uliopita taifa letu lilikuwa kwenye uchaguzi, kwa maana mwezi wa 10. Na uchaguzi huu sisi kwetu Dar es Salaam tunayo picha pana tunayoweza tukaendelea kushare na wenzetu. Yapo maelezo mengi kuhusu uchaguzi wenyewe, kwamba je, uchaguzi ulikuwa huru na haki? Tunaposema uchaguzi ulikuwa huru na haki, what are the indicators? Je, uchaguzi huu ulikuwa ni kiashiria cha demokrasia? Na kama ilikuwa ni kiashiria cha demokrasia, nini ilikuwa ni indicators zake? Lakini mwisho wa siku, kama ambavyo na ninyi wenzangu mmeshuhudia,
mpaka tarehe 28 mkoa wetu ulikuwa shwari kabisa, lakini kwa Dar es Salaam mpaka saa uchaguzi ulikuwa wa uhuru na haki. Kwa qualification za kusema kwamba uchaguzi umefanyika demokrasia, vigezo vyote vipo, ila ground vigezo havitimii. Umeona, hilo ni swala ambalo lipo. Kwa mfano tunaweza kusema rais wa Uganda ni dikteta, lakini akija kwenye qualification za demokrasia ana win kwa sababu anachaguliwa. Umeona, anashinda vipi haijalishi. Ukiangalia hata kipindi kile Mugabe yupo Zimbabwe alikuwa anashinda kila siku. Kwa hiyo yani demokrasia iko hivi, demokrasia kwa sababu walioileta ni wazungu au tuseme Marekani na NATO na Europe. Kwa hiyo nchi nyingi duniani zinafanya uchaguzi wa kidemokrasia ili kuweza kukizi vigezo tu, lakini je, ni full 100 demokrasia? No. Hiyo ni kitu ambayo iko wazi tu, hata wenyewe wazungu wanahangaika. saa 5 za asubuhi mkoa wetu pia ulikuwa shwari kabisa. Nimekuja pia na ndugu yangu Albert Msando ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ubungo, lakini pia tupo na ndugu yangu Mpogolo ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ilala hapa tulipo, na tuko pia na mkuu wa wilaya ya Kigamboni